Ones, Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa, in fulfilling the charge entrusted to me in the name of the church, I shall hold fast the true allegiance to God and Peva Church Kenya. I shall gradually devote my energy to the call I have received and exercise the mandate bestowed upon me while serving the flock entrusted to me with respect, fairness, and without favor. I further affirm that I will obey, preserve, protect, and defend the infallible Word of God and the Peva Church Constitution, its procedure, policies, rules, and regulations, that I will protect and the integrity and dignity of the church. So help me God. Thank you. I want to request the choir to take us to a hymn or a song as we witness the signing of the oath of fidelity by Bishop Karimi and the wife. Welcome. Thank you. As we enjoy the blessing of the song, you will continue as we prepare Bishop Karimi for his consecration, and as all of us witness this. Welcome. Let's put our hands together as we bring our presiding bishop, Dr. John Okinda, to give the charge. Welcome, sir. This is a very sacred moment, and therefore I beg for your attention, more so yourself, Bishop-elect, Bishop Karimi. Allow me right now to give you the charge before this great congregation. And I bring this charge from the book of 2 Timothy chapter number 4. And allow me to take you through this very charge. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Bishop-elect, this church is very important because it is witnessed by Christ Jesus, and the charge comes from God the Father. And anything that you hear Jesus Christ become a witness of, it tells you the depth and the width of this great church. In verse number 2, Paul tells Timothy, in this church, preach the word. Bishop-elect, before this congregation today, on behalf of Peva Church in Kenya, we commission you to preach the word. The world around us is looking for somebody who can preach the word.
It's my prayer that you will stand out as a preacher of the word. Say many things, but in preaching, preach the word. Preach the word and preach the word. Be prepared, Bishop-elect Karemi, in season and out of season. The key word there is be prepared. Today there are so many preachers who preach and prepare the word. But to you, be prepared in season and out of season. And therefore today before this congregation, by the power given to me by God and by the Perfect Church in Kenya, I give you this church in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We want to request the council members, together with our presiding bishop, the deputy presiding bishop, and the entire National Executive Board to come now and pray a consecration prayer over Bishop Karemi. Choir, continue with the song, in the song. Just hold. Ladies and gentlemen, on my hands is the anointing oil, which you want to pour before the bishop-elect. This oil signifies a time of being set apart for a special duty. This anointing oil signifies the presence of the Holy Spirit. This anointing oil is what makes the difference between the bishop-elect and yourselves. And I ask them to stand, but I want also today to do something that we normally don't do. If you are a lady in this congregation and you have some leso, would you stand? I want you to bring your leso. I want to pour this oil on him, but I want this oil, part of it, to come into your leso. Not now. I don't do this. Okay. Was it songeni kidogo tu kwanza. We want to cover him by these lesos. And I want to believe that as you carry this with you, Mama, this anointing will serve you in a very special purpose. You are not the one that is anointed. Hiyo imetosha. Hiyo imetosha. Tunashukuru, sisahau leso yako. Don't forget it. And don't go before you take it. It's yours. You will take it after this. Just be there. Okay. Some they will use to wipe their face. Ingine mtatumia ku wipe your face. And thank you, ladies, for doing that. And therefore, brethren, as you all watch here this morning, as I pour this oil upon the head of Bishop Karemi,
I want you all to witness this. Because I remember wazee wa PEFA anointed me with the same oil. And the same oil is what I'm carrying today to anoint this man of God. The same oil. And therefore, today, I anoint you before this great congregation. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's all stand and offer prayers as we agree with the council of elders. Let's offer prayers to the bishop-elect, Bishop Karemi. In that mood of prayer, I'm asking Apostle Joseph Waihenya to lead us in this very special prayer. Let's believe. Let's believe. Mwenyezi Mungu, katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, adhuhuri ya leo twaja mbele zako tukinyenyekea, tukijua kwamba wewe pamoja nasi. Tazama mpendwa huyu na mkewe ambao wameketi hapa mbele yetu na mbele ya madhabahu haya, wakiwa wametengwa kwa ajili ya kazi yako katika sehemu hii ya Kirinyaga na Kenya nzima kwa jumla. Tunawaweka mikononi mwako. Mungu wa ajabu, kaweza kuwalinda na kuwaongoza. Yale yote yatakayotoka vinywani vyao, ukaweza kuwa wewe unawaongoza. Mungu wa ajabu, akaweza kuwatoa wengi toka mikononi mwa shetani, wakaweza kuingia mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tunasema ni asante kwa kuwa utasimama na wao wakati unaofaa na wakati haujafaa. Wewe utasimama na kila mmoja wao. Yes. Na watakuwa hapa pia wanapendeka kwa washirika wao, kuwapendeka kwa watu wa vijiji vyao. Tunasema ni asante kwa kuwa wewe umewatendea mambo makubwa na tumewatenga katika jina lake Yesu Kristo ya Bwana na mkombozi wetu. Amen. 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 Thank you. Now we want to witness Bishop Karemi receiving the priestly garment from the Council of Elders, and I want to ask the choir to continue with the song. Thank you. Choir. Wageni, mnaweza kuketi. Keti. Asante. As we do this, I want to request the deputy. The first assignment of Bishop Karemi is to pray over his deputy. So deputy, together with your wife, come and kneel down. Continue in the song, please. Continue. Mama, awe
watoto wawe wainjilisti, watoto wawe wainjilisti. Sote kanisa, Kuanzia nyumbani, karibu, karibu wageni, wapendwa na matendo, karibu, karibu wageni, wapendwa na matendo. Karibu ni jawabu moyoni, nisemapo karibu ni jawabu moyoni. Baba kawe askofu, mama kawe mchungaji, baba kawe askofu, mama kawe mchungaji, watoto wawe wainjilisti, watoto wawe wainjilisti. sote kanisa. Thank you. Kuanzia nyumbani, We want to request Bishop Karimi to pray over his. It's okay. Just a quick ceremony. Ladies and gentlemen, today I present to you our newly consecrated bishop, Bishop Samuel Karimi. We begin with the attire, you close with the prayer, and the regional bishops present, please come so that you may assist in this work. As we do that, as that happens, I want to request all the ordainees today to stand in readiness of saying your oath into entering the office of Reverend. Karibu. You just stand and remain standing. Regional bishops and deputies present. Thank you. Sit. Choir. May sit. Sit for prayer. Bishop Dirango, don't leave. Just stand with Bishop Karimi. Sote kanisa, All right. kuanzia nyumbani. We want to pray for my deputy, Reverend James Minor, in also assuming the office of the Deputy Bishop for Kirinyaga Pefa region. So let me pray for him. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we want to thank you, Lord Jehovah God, because you have entrusted us with this work. The Lord Jesus Christ will be assembled for the people to know and to see and to understand what is entailed in the gospel. Lord, today as I pray for my deputy, I pray that Jesus Christ, that you help him to take up the responsibilities
assigned from my office and discharge them faithfully for the glory of God. And today, Jesus Christ, because you have given him your work to do, my assignment today is to bless him and to declare blessings for his life and family. Therefore, I bless him. I bless his family. I bless the work he does in the district, the work he does in the church, and whatever you do for the whole region, including being the patron of all ministries in this work. Lord, I bless him today in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wonderful. The Lord bless you so much. Bishop, you are sitting here with us. Bishop Karemi, you are sitting with us. And Bishop Maina will get back to his seat. Thank you. We want to get to ceremony number 2, whereby we want to take the ordainee through the oath of assuming the office of a reverend. I will do it in Kiswahili, and please, you're saying this after me, and it should come from your heart. Amen, as you've been prepared. Hiki ni kiapo cha uaminifu na utumishi juu ya kuwekwa wakfu, kuhudumu kama kasisi katika kanisa la PEFA. Mtarudia nyuma yangu. Are we together? Nikisema mimi, unataja jina lako, alafu unanifuata. Na ikawa kwa nguvu. Asante. Mimi, katika kushika huduma ya ukasisi wa kanisa la PEFA, nikiitikia mwito mkuu wa huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninadhibitisha ya kwamba daima kwa uaminifu na uangalifu mkubwa nitatekeleza majukumu ya ukasisi kama nilivyotwekwa na kanisa la PEFA, nikimtegemea Mungu kwa mahitaji na msaada wangu wote. Ninaahidi kwamba katika kutimiza majukumu hayo niliyokabidhiwa nitadumisha utakatifu wa Kristo, nitafanya kazi kwa ushirikiano na makubaliano, nikiwaheshimu walio juu yangu katika Bwana, nikitii walio waangalizi wangu, nikizingatia maandiko haya. Timotheo wa kwanza 4:12 hadi 16, Waebrania 13:7 hadi 9. Ninadhibitisha kwamba nitalitii neno la Mungu, nitalihifadhi, nitalilinda na nitalitetea, nikilifundisha kwa uaminifu. Nitaiheshimu katiba ya PEFA na nitaitekeleza nikizingatia taratibu, sera, sheria na kanuni zilizowekwa kwa minajili ya kulinda uadilifu na hadhi ya kanisa la Kristo. Narudia kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa ushirika wa kanisa la PEFA, nikimtegemea Mungu Baba, nikimfuata Yesu Kristo kadri nitakavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Amina. Thank you. Remain standing. I want to bring council member Bishop James Mararo so that he may come and give the charge. Welcome. Tumpigie. Asanti kwa kusikia mmeeleza vizuri vile mtaendelea kuhudumu huyu Mungu wetu mwenye jitoa ili muweze
na muendelee katika mambo yote. Mtakuta hii si rahisi. Kazi ile mmepewa na jukumu si rahisi, lakini Mungu wetu atamwezesha. Na kama alisema kwa Joshua, he will never leave you, he will not forsake you, he shall be with you in and out of season. Kwa hivyo mkisimama namna hiyo, mimi najua mtasimamia hii our organization mahali muko. Hii kazi ya Mungu sio tu ya PEFA, sio tu ya watu, sio tu kuangalia watu, lakini ni kuhudumu. Huyu Bwana alimpa hii kazi. Kwa hivyo wakati huu mimi nasema tuko pamoja nanyi sisi viongozi, kusema tutasimama, tutamsaidia katika mambo yote. And from there I will say, preach the word. Stand with that word. Do the work of the ministry with the help from God. And God will help you. He will give you strength. He will show you the way. Atasimama na ninyi hata wakati mambo yanakuwa mazito. Muanze kutoka nyumbani pamoja na watoto wenu, muendelee katika kanisani, na sio tu kanisani, hata kwa community, hata kwa serikali kuiombea. Unajua Paulo alisema katika Romans 13, pray for our leaders, for the king. We have a president, we have a deputy president, we have him here, and I'm happy he has sat down, ametulia vizuri, na tunafurahi kuona vile wanaendesha hii nchi. Mambo iko magumu katika hata nchi, lakini ameambia watu wa Mungu kama ninyi tuweze kuombea nchi yetu. Kwa hivyo jukumu hii sio tu ya kanisa, ya community, hata ya uongozi wetu. Kwa hivyo mimi nasema Mungu wetu amwezeshe. And I command you to continue to go and preach the word, to stand for the Lord wherever you are, and God will enable you. Yeye atampa nguvu ya kusimama wakati mambo mazuri, wakati mambo magumu. Huyu Mungu atasimama nanyi. Amen. Atasimama nanyi, na sisi tutaendelea kumuombea. Na kwa hivyo mimi nataka kusema, go and do the work of the ministry in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. Amen. I want to request you from number 1 to take a line and kneel down so that we can have the Council of Elders and the National Executive Board and the regional bishops who are here and their deputies lay their hands upon you. Let's have a song from number 1. Come and kneel. Hurry up, hurry up, hurry up. From number one at the end, as you come this way. Nimeshindwa neno la kusema kwa yale Mungu wangu umenitendea. Wengi walikala langu wameshaondoka, lakini mimi bado wanipa uzima, wanipa uzima. Mimi nimeshindwa neno la kusema kwa yale Mungu wangu umenitendea.
umenitendea wengi walika langu wameshaondoka, lakini mimi bado wanipa uzima, wanipa uzima. Nimejificha kwenye damu yako Yesu, usiku na mchana wewe wanilinda, wewe wanilinda. Dunia yaangamia, vita, mafuriko, ajali na magonjwa, wote wanalia. Nimejificha kwenye damu yako Yesu, usiku na mchana wewe wanilinda, wewe wanilinda. Nimekuona Bwana ukitimiza ahadi zako kwangu, umeeleza wewe umbadiliki, ni wewe yule jana leo milele. Niko salama, niko salama. Nimekuona Bwana ukitimiza ahadi zako kwangu, umeeleza wewe umbadiliki, ni wewe yule jana leo milele. Niko salama, niko salama. Ustahili wema nionyesha mimi ni mkosaji, Bwana nisamehe, nishike mkono Bwana, unibariki Jehova Jire, Mungu wangu nakupenda, wangu nakupenda. Wanipa uzima, wanipa uzima. Mimi nimeshindwa neno la kusema kwa yale Mungu wangu umenitendea. Wengi walika langu wameshaondoka, lakini mimi bado wanipa uzima, wanipa uzima. Wote wanalia, nimejificha kwenye damu yako Yesu, usiku na mchana wewe wanilinda, wewe wanilinda. Dunia yaangamia, vita, mafuriko, ajali na magonjwa, wote wanalia, nimejificha kwenye damu yako Yesu, usiku na mchana
Amen. Allow me to bring Bishop Matheru to come and do a prayer concluding the session on ordination. Karibu. Ordainees, simameni. Wacheni tuombe. Mungu Mwenyezi, tumekuja kwako tena ili mfalme wa ajabu katika kazi ambayo ulituita tukaweze kufanya mchana wa leo. Tunataka kuwainua watumishi wako mikononi mwako. Bwana wa uzima, tumetekeleza yale ambayo ulituruhusu kutekeleza, na kazi ambayo na majukumu ambayo yako mbele yao Bwana, tunakusihi kaweze kuwasaidia. Wasaidie wanapoingia na wanapotoka Bwana. Waelekeze Bwana wa uzima wakiwa katika huduma, hata wakati wanavyotumikia jamii. Bwana wa uzima, nataka kuombea mfalme wa ajabu, wape kibali cha ajabu, wape neema ya ajabu. Bwana wa uzima, wape mfalme wa ajabu, mataifa wakaweze kuwa miliki zao. Wafungulie milango ambayo ilikuwa haijafunguliwa. Bwana wa uzima, wabariki na baraka ambaye hawakuweza kushuhudia beleni. Wacha Bwana wa uzima wakaweze kuhizi uwepo wako. Wacha wakahizi ya kwamba Bwana unadamana nao wanavyoendelea kutekeleza kazi yako. Bwana wa uzima, matarajio yetu ni ya kwamba mfalme wa ajabu wataleta mabadiliko makubwa katika eneo hili. Bwana wa uzima, wale ambaye mfalme wa ajabu ambaye wamefungwa vifungo mfalme wa ajabu na shetani, hao watumishi wako wataenda kuwafungua na kuachilia huru. Tumewabariki alasiri ya leo na tunaweka mikononi mwako katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tushangilie ordained reverends. Thank you. You may have your seats. Allow me now to bring the General Secretary so that he may proceed with the program. Karibu. Amen. Tupigie ordainees makofi. Naibu wa Rais pamoja na mke wako pamoja na presiding bishop, ofisi imeonelea vyema kwamba kanisa hili tukalipatie interim certificate ya cathedral. Interim manake ni kwamba hawajafikia, lakini tunataka tuwapatie changamoto na tufanye tendo la imani ya kwamba kufikia mwaka ujao, mwakani kama hivi, kanisa hili liwe limemalizika na lifunguliwe rasmi. So kwa ruhusa yako askofu mkuu, tungetaka tupatie PEFA Mwea Cathedral katika tendo la imani. Sema tendo la imani. Ya kwamba we want to set them apart. Ya kwamba cathedral ni mahali askofu anakaa, na cathedral ni kanisa ambalo linajitawala. Kwa hivyo tumesema mujitawale kwa mwaka mmoja, ili hali mkihakikisha nyumba imefanya nini? Imeisha. Ili kwamba mwaka huo mwingine turudi tuwapatie sasa ile kubwa. Amen. Amen. Kwa hivyo askofu, tafadhali karibu uje tupeane. With the Council of Elders, exercising our divine authority communicated to our humility by Christ Jesus, fully satisfied that this local assembly, being in harmony with the tenets of faith, abiding by the PEFA constitution and bylaws, and having complied with the PEFA cathedral requirements, do hereby give them an interim certificate conferring all responsibilities, rights, and privileges thereunto, appertaining in witness whereof we have hereunto affixed our signature and the seal of the church on this 20th day of July, the year of our Lord 2024, in the county of Kirinyaga, in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. With the
powers conferred to me as your presiding bishop, PEFA Kenya, today I give you this interim certificate of PEFA Cathedral with all the responsibilities, rights, and privileges thereunto, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And here is the certificate of consecration. Without this certificate, all that we've done adds to nothing. But we want to give you a certificate to prove that it is accepted by PEFA Church in Kenya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Asanteni sana. Certificate za udenizi ziko, tutaziwacha na askofu wenu. Askofu wenu atawapeana kwa sababu ya wakati. Tunakimbia kidogo, kwa hivyo allow us to give the authority to your regional bishop, and you'll be able to hand over the certificates to you. Yes, let me just do one to signify that. Okay, one. Allow me to just do one to certify that they all will be given to you. I've taken this at random. Reverend Eliud Gitari Ngiri. Pigie makofi mazuri, shangwe na vigelegele. Amen. Asante askofu, asante sana. Ningetaka kuchukua nafasi hii wachungaji wote wa PEFA mlio mahali hapa, tafadhali simameni. We want to recognize you, wachungaji wote. Kama wewe ni mchungaji wa PEFA, amen, wako pale, tuwapigie makofi, tuwashukuru kwa sababu ya kuja kwao. Amen. All the ordained ministers, if you are here, PEFA ordained ministers. Si hata nyinyi leo reverends, hata nyinyi mmekuwa ordained, mnajisahau. Amen. Tuwapigie makofi wote kwa kushukuru. Amen. Amen. Asante. District overseers wote walio mahali hapa. Wow. Tuwapigie makofi wote. Amen. Asanteni sana. Deputy regional bishops. Amen. Wako hapa, tuwapigie makofi. Kama wewe ni mchungaji na si mchungaji wa PEFA, askofu si askofu wa PEFA, na uko pamoja nasi, tungetaka pia kukutambua. Je, uko hapa? Are you there? Amen. Wako hapa. Thank you, Your Excellency, Pastor Dorcas. Regional bishops, please, and cathedral bishops. Or you are three of you, please come. Njooni tafadhali. Useme jina, region ile unatoka, bas. Leo tusitoe ushuhuda, tuseme tu jina. Yes. Hallelujah. 1, 2. Bishop James Tilangu Joroge, Mount Kenya West PEFA region. I congratulate Bishop Karemi. God bless you. Thank you. Bishop Paul Muchiringanga, PEFA Cathedral of Hope, Kerugoya. I congratulate Bishop and Mrs. Karemi, and I welcome them to the field of many responsibilities. Thank you. Bishop Charles Kirago, Aberdare North Region. Aberdare North is part of the greater Muranga that borders Karemi's place, and I'm sure that I'll be the next on the line. Because tumeingia kwa crowd na mimi sijafanya yangu, but I congratulate my brother. God bless you. Tuko pamoja. Amen. Bishop, tunakuja. So, amen. Ningetaka kuwaleta kwetu council members walio hapa watusalimie. Tuko na council members watatu. Tafadhali sema tu jina,
alafu tumalize hii maneno. Karibu. Mimi naitwa Bishop James Malalo kutoka Aberdare Region. Aberdare Region ndio ilikuwa imekava the whole Murang'a County, lakini tumegawanya mara mbili. One of the regional bishops is the one who had stood there, Charles Kiragu, and now I am serving you as a council of elder. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Bishop Francis Madero kutoka mwisho huko Nyandaro, karibu na Laikipia. Bwana asifiwe sana. Congratulations Karemi and your deputy and the rest, and congratulations the ordinees. God bless you. Amen. Apostle Waihenya. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Deputy President wa nchi yetu ya Kenya na mkeo, asanteni sana kwa ajili ya kufika mahali hapa. Mbarikiwe sana, hapa ni kwenu. Mimi ni Waihenya, nimetoka Thika. Kuna wakati nilikuwa naongoza sehemu kubwa, lakini sasa mimi niko Thika town. Na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tumejenga kanisa kubwa, cathedral, ambayo itafunguliwa tarehe 22 mwezi wa 9, na ninawaalika wote muje muone kile kinafanyika huko. Hata makamu wa rais na mkeo pastor, karibuni. Sasa mimi siandiki mabarua ya kualika watu, hawa vijana wangu ndio wanaandika. Sasa Kafono, adikia makamu wa rais na mke wake, uambie waje kule Thika tarehe 22. Bwana wabariki sana. Mimi nimefurahi atakuwa mara hapa. Hii kazi tumefanya kwa ugumu mwingi. Hakukuwa na kanisa, sasa ni vyumba tudogo tulikuwa tunaabudiwa. Mimi nikiona hii miaka 55 ambao nimekuwa nikihudumu, mimi nimeona mkono wa Mungu. Huyu ni Mungu. Yote ilikuwa region moja, kutoka Kajiado kule chini Nairobi kuja Ukambani yote mpaka Marsabit ilikuwa region moja. Lakini sasa nasikia kuna ingine inaitwa Kirinyaga, kuna ingine inaitwa wapi, kuna ingine. Hii kazi imeenda. Mshikilie hiyo, tuendelee kumfanyia Mungu kazi. Bwana wabariki sana. Thank you so much. Pole kwa kushukuru mengi. Tupigie mzee wetu makofi. Unajua kanisa la PEFA linafanikiwa kwa sababu tuko na wazee tunatembea nao, tunatembea pia na Gen Z, tunatembea na kila mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuseme amen. Kwa hivyo tusiwache generation zote zina faida katika sisi kuishi vizuri. Ndio nakuta vijana kina ndugu zetu kina Kabono wanakimbia, lakini wazee wamekaa. Tukienda mbio wanatupatia break. Amen. Kwa hivyo hata hapa tumefanya tukikaa watatuambia ulifanya namna hii, Chipa ulifanya hivi. So that is the beauty of working together in different generations. Tuseme amen. Majenzi oye. Wako. Amen. Kwa hivyo sasa ningetaka pia kuleta ofisi yetu, the national office, the honorary treasurer. Please just say one word. Bwana asifiwe. Deputy President of the Republic of Kenya, and our mom who has been our mentor in very many things, including the recent
empowerment as certified professional mediators. I'm one of them. We want to say thank you, Presiding Bishop. We are praying for you because we are seeing a lot of progress in the Church of PEFA. My friend Bishop Karemi, congratulations, together with your family and all the ordainees. May the Lord bless you as you step into a bigger responsibility. God is going to be with you. He will see you through and you will never lack. God bless you. Amen. Let us bring the DGS, my deputy. It's okay. Majina yangu ni Bishop Daniel Kabono na nimeongea kwa wakati mwingine kwa sababu ya masaa. Mniruhusu niseme congratulations to you. They are in order. All the referents, God bless you. And congratulations, my friend, Bishop Samuel Karemi, together with the wife and your deputy. Asante. Amen. Kwa heshima nyingi ningetaka kumleta naibu wetu askofu mkuu. Amehubiri lakini tu naye aseme jambo moja alafu tumalize. Bwana Yesu asifiwe. Congratulations again to Bishop Karemi, my friend, and your wife, and all the ordainees, na watu wa kanisa hili na region hii. Mungu awabariki, aendelee kuwatia nguvu, mfanye kazi ya Mungu zaidi na zaidi, all to the glory and to the honor of God. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi nafikiri tumefika hapo. Derek, are you here? Tafadhali njoo. Tumpatie makofi Derek, the state MC. Okay. As you stand there, that is the state MC. Then we'll bring the presiding bishop to say one word and then Derek will continue. Thank you. Yeah, thank you very much. Yes. I want to make just a very quick comment. First and foremost is to congratulate our son, Bishop Karemi, together with your dear wife, but also congratulate the ordainees. For today is your great day. We thank you. Before I turn it to the government, I want to sincerely thank the Deputy President for giving us another time. This is not the first time that he's worked with PEFA. He's worked with us for many, many years. And therefore, I take this opportunity on behalf of all PEFA churches in Kenya to congratulate you together with Pastor Dorcas, Her Excellency. So thank you very much. In terms of what is happening in the country, I want to make two remarks. Number one is that we agree with the Jews on what they have done and said, but we are saying it is needless to destroy property. We cannot destroy what we've built for over 60 years. We want to urge you from the pulpit that protect our property even as you speak to us. But also from where I sit as the leader of the church is that a family that does not talk is a family that goes nowhere. Let us agree to talk. Let's agree to listen to each other. And let's respect different views because their views cannot change us. We can only listen. So from where we sit as PEFA, we support, but we are saying wacha tuongee. Na huu ndio wakati wa kuongea. Wakati mambo ni mabaya ndio jamii wanaongea. Na mambo ni mabaya lakini lazima tuongee. Isaiah 1:18 Mungu mwenyewe anasema say to me, come, let us reason together. This is the time to come and reason together. Mheshimiwa, it's not my turn to say anything, but one of my members is here. I just want to acknowledge him, and that is Mheshimiwa John Kagushia. Wherever you are, I knew that you will be here with me. Thank you very much. He's a PEFA member, and I wanted to acknowledge him. Thank you very much.
Asante sana Askofu Mkuu pamoja na kanisa kwa kutuongoza kwa njia ya utendeti. Makofi mazuri tafadhali. Kanisa tukiongozwa na Askofu Mkuu Daktari John Odhiambo Okinda, Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Mchungaji Daktari Dorcas Rigathi, Mama County wa Jimbo la Kirinyaga, Mheshimiwa Jane Njeri, Seneta wa Jimbo la Kiambu, Mheshimiwa Karongo Wathang'wa, Mbunge wa Mokoroine, Mheshimiwa John Kagusha, waheshimiwa wawakilishi wodi, Wakristo wote na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, hamjambo. Mheshimiwa Naibu wa Rais, naomba kwa heshima niweze kumwalika mwimbaji Bahati aweze kutupatia kibao kimoja kwa dakika 2. Karibu sana. Ngoja DJ, mimi naitwa Bahati na mimi ni Gen Z. Si tusimame tuimbe moja ya kanisa, tusimame tuimbe moja. Asante, unaweza ukaketi chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency the Deputy President, sisi kama Gen Z tunakuitanga Rigiji. Ma'am Dorcas, pleasure to meet you. Mimi naitwa Bahati, wengine wananitanga mtoto wa mama, wengine wananitanga mtoto wa Diana, lakini siku hizi naitwa mtoto wa Rigiji. Aliniadopt. Aliniadopt. Na ma'am, ningependa kusema asante sana. Umetushikilia kama vijana. Ile mambo ya boy child umetusupport sana. Na endelea hivyo hivyo. Na hata vile niko hapa nimesema sababu mimi ni mtoto wa Rigiji, lazima ningemleta kanisa ku celebrate consecration ya Bishop Karimi. Nimeshukuru sana kuwa hapa PEFA. Na sababu sitaki kuchukua wakati mwingi, mimi ningesema hivi. Mimi kama kijana, mimi nimetoka kwa ghetto inaitwa Mathare. Si mnajua hiyo ghetto? Na sisi kama vijana sana sana kwa hiyo ghetto tumeteseka sana na mambo ya dawa za kulevya, mambo ya pombe. Mimi hata kupanda nikuwe ule Bahati wa leo, nikisikia mahali popote madawa inapigwa, mimi nakuanga part of that. Na Your Excellency the Deputy President, sisi kama youth tunasimama na wewe ukipigana na madawa na mambo ya pombe. Tuko nyuma yako. Na sababu hata kama Gen Z tunasema hatuna leader, Your Excellency, kitu moja ndasema, nataka ujue tuko loyal. Asante sana. Wapi nduru ya Gen Z? Kwa kweli tuko loyal na tunafurahia serikali vile imeanza kutusikiza. Tuendelee hivyo hivyo. Wewe ujue tu kama Gen Z tuko nini? Tuko loyal. Asante sana. Asante sana, tumpigie makofi mazuri tafadhali. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili. Naomba kwa heshima niweze kumwalika yule atakayetambua viongozi ambao wamejiunga nasi, na si mwingine bali ni Mheshimiwa Jane Njeri. Tumpigie makofi sana our women rep. Karibu sana. Your Excellency, Pastor Dorcas, kanisa na aikari Kirinyaga na Mwea. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Kwa udhuda Bwana sifiwe. Your Excellency, naomba nitambulishe viongozi ambao wamefika hapa na ngwabereria na MCA zaito aria maturugamagirira kuria County Assembly, na ninguhoya moke haha mbere aria meguku niwatambulishe, na pia area MCA aweze kusema jambo kidogo tu getha tuthie na mbere. MCAs tafadhali tuwapigie makofi. Asante.
His Excellency Deputy President Bwana Rigathi, Her Excellency Madam Dorcas, Senators, Pastors na wasiriki wa hii kanisa na wanadhiva, hamjaboni? Kwa jina naitwa Joseph Kiragu Muthura. Ni mimi MCA wa hapa Dhiva Ward, na kwanza ni kukaribisha Deputy President na wale wengine wa serikali, na mjue sisi tunawapenda na tunasikiria hii serikali sawa sawa. Mimi ningeomba niseme mambo mawili kama vile Madam amenikubali, kwa sababu wakati wanadhiva walijua deputy anakuja, walikibia kwangu kuandika mambo mawili matatu. Ya kwanza ni mambo ya mchere tunalima. Tuko 21st century na mpaka wa leo tunasumbuka kwa sababu ya njia. Wanalipa 3,000 per acre, na ile mambo wanafanywa na serikali ni tu kupatiwa maji, njia hazitengenezwi. Sasa tunaomba kama ingewezekana tupatiwe mwaka mmoja tu tujitengenezee hizo njia, kwa sababu ni kama ministry haijui kazi yake, ama manager mwenyewe ambao wale wanasimamia wametusahau. Ingine ni kwamba unakuta kila mahali pande ya juu hawalipi pesa ili watengenezewe barabara, wako na rami. Lakini sisi tunalipa pesa eti tutengenezewe barabara saa huku kwa mchere, hatutengenezewi. Ni kama tulisahaulika. Kuna njia rami ilikuwa inatengenezwa pande hii ya Kangisiri, wakahamishwa contractor wakapelekwa pande ile nyingine ya Mulidoko. Na sisi tunatoa ile mchere ambayo ni mzuri sana, mchere ya Bisori. Na ya mwisho Bwana DP, ni mambo ya ile pesa ambayo tunapatiwa. Tunauliza hao wanatutetea maseneta, tafadhali mkifika kule, kwa sababu kama Kawadhanga ulikuwa MCA, unajua pale tunapitia. Tunapatiwa pesa ili tuwahudumie wananchi, lakini pesa zinakaa kama kwa miezi 5 bila kutufikia. Na ninaomba viongozi tukija huku kugombana, tutaenda wapi tukikutwa na majenzi? Tutakimbilia wapi? Ikiwa sisi wenyewe kwa wenyewe tunagombana badala ya kusaidiana, tutaendea wapi? Unaona wakati waheshimiwa walikutwa na majenzi, wote walikusanyika pamoja. Lakini sisi tukikutana na waheshimiwa badala ya kusaidiana, sisi kwa sisi ndio tunapigana. Na hii nchi sisi wote tuwajibike. Sisi ndio macho ya wananchi. Lakini nauliza ya mwisho, madaktari, ujue ya kwamba hata wewe una jukumu ya kusaidia mwananchi. Huku Kenya mtu akisomea surgeon analipwa pesa mingi, na sisi kama hii nchi yetu labda hakuna pesa ya kumlipa hiyo pesa, anaenda ng'ambo. Ukikuta hapa Keruguya surgeon waandikwa na contracts. Mtu nikipeleka huko surgeon ni lazima alipwe kambura ya kumuona huyo mgonjwa. Na sisi wananchi wanatukibiria sisi, ni sisi macho yao, lakini yule amesoma anaenda ng'ambo. Mwalimu badala ya kusomesa ni lazima akuwe motivated, ni lazima anunue chai na mkate ili asomese watoto wetu. Lakini sisi tukikosa kidogo tu, wanasiasa mnatukibiria. Sasa hata sisi kwa sababu ni sisi macho yetu sasa italenga wale wafanyakazi. Tukimwambia tuwaendee, hata wao tuwaendee. Si kila saa wanakuwa na viti ambao iko na gurudumu huko. Na nini, naomba hizo viti ambao iko kwa maofisi ambao iko na gurudumu, mtu ako na miguu anasimama, sio kuweka viti ya gurudumu katika ofisi, kwa sababu hata hiyo ni uchoyo. Sisi tunakaa tumesimama hivi. Ya mwisho naomba kabisa, Bwana Deputy, umekuja Mwea na sisi tunategemea mchere. Hapa kuna kiwanda imejengwa hapo. Mabibi zetu wako hapa inaitwa Animals. Tafadhali Madam Dorcas, kwa sababu sijui kama umesa kura ile pure Bisori iko hapa.
ukitoka tu tumekuwekea kamchere kidogo, kilo kidogo hapo. Sijui kama tutakuletea hapa ama tukitoka hivi uende usalimie mabibi zetu hapo, kwa sababu hapo ndipo tunategemea, hapo ndipo ajira za watoto wetu huko. Ndio tunatafuta kitu ya kupeleka watoto shule na chakula kidogo. Hiyo ingine nimeshukuru, asanti sana Bwana Deputy. Your Excellency, nyondo wa madhana ni joe kwena musemanio wetereiro ni His Excellency Korea Nairobi. Allow me, I introduce the rest of the MCAs. Deta modo retu akaweverado agathia gaikarathi. Tuko na MCA wetu nominated, anaitwa MCA Daisy Gedenji kutoka Kabare. Tuko na MCA wetu Eric Moshina kutoka Kerugoya Ward. Tuko na MCA wetu anaitwa Mheshimiwa David Matenge kutoka Baragwe. Tuko na MCA wetu kutoka Kanyekini anaitwa Moses Waziri. Tuko na MCA wetu kutoka Tebere Ward anaitwa Karenga. Na tuko na mheshimiwa wetu kutoka Kabare Ward anaitwa Mheshimiwa Daktari Aizo ama Isaiah Mbogo. Aya, na pia tuko na apology ya senator ambayo itapeanwa na Mheshimiwa Madenge kwa maneno machache tafadhali. Asante sana our Deputy President na Pastor Dorcas. Andoa kire nyaga muriega. Nimwe kama wa murango. Anjiri ndo kabambe na apology yake. Ndenakoro hapo taguka na idwe abogu omonde tone gutumetwe nja bururi, lakini mimi kama MCA Mheshimiwa Naibu wa Rais, na mimi najua mimi ni kijana wako, nitasema tu kitu moja hawa watu wetu wa Mwea. Na kwa sababu senator ni chairman wa Agriculture Committee pale Senate, hawa watu wa Mwea kuna shida 3. Na moja ni ya fertilizer, kwa sababu huu ni msimu wa kupanda mchere. Na Naibu wa Rais, hawa watu bado yule manager wa NCPB pale Nairobi hajawapatia fertilizer ya TSP na ile nyingine inaitwa sukari. Na tunaomba ukitoka hapa Mheshimiwa Naibu Rais, mwambie next week atupatie fertilizer, kwa sababu akitupatia watu wa majani chai na kahawa ileto hapa Mwea, hawa watu wamalize kupanda mchere. Ni mkupata kupanda mchere kweli? Na kimutigo sererwa. Ile shida nyingine hawa watu wakulima wetu wa Mwea konayo ni ya snails. Snails bado zinasumbua. PS alikuwa hapa Rono, lakini bado hatujapata dawa kamili ya kudeal na hizi snails. Imnakura mchere inamaliza. Na sasa hata tumepata mashida nyingine, snails imemaliza mchere, ile imebaki mapanya zimekuja kwa mashamba yetu. Na zinakula mchere, ile inapandwa, ile nyingine iko pale mpunga, na sisi hata tujui tutakimbilia wapi Naibu wa Rais. Na nikimaliza kabisa, kwa sababu MP wetu Simoni area. Na nashangaa MP wetu wako wapi leo na anafaa kuwa hapa na wewe. Ndio maana hii mashida ya watu ni mimi napeana leo, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Ambia MP wetu arudi hapa Mwea, kwa sababu tunajua rivoti yes. Lakini hawa watu watamsamehea na tutaendelea namna hiyo. Si namna hiyo watu wetu. Kwa hivyo tunashukuru Gasheri, tunashukuru wale ambao wamekuleta hapa leo, kwa sababu hao kweli ni watu wako na wanasimama na. Asanteni sana na Mungu awabariki. Excellency, naomba kwa heshima nitambulishe viongozi ambao wamechaguliwa hapo awali. Tuko na former MP wa hapa, Mheshimiwa former MP wa hapa, naomba uje hapa tafadhali. Wevie watu wa Mwea, Daktari Kavinga wa Thayo. I know we don't have time. Yangu jina ni Alfred Mwangi Nderito, Mheshimiwa wa Mwea aliyekuwa hapa, na Bishop, nashukuru sana vile mmefanya na Mungu awabariki. Neomba kwa heshima. Mnajua mimi ni msichana wenu, singekataa kabisa kuwapa nafasi. Lakini tuwe na Mheshimiwa former MP Kavinga wa Thayo.
Tuwe mheshimiwa former MP Getao. Tuko na pia our former woman rep Wangui Ngirishi. Naomba sasa niite mheshimiwa, tafadhali. Unaweza kusema salamu kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And all the time. Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Dr. Dorcas, and Mama ya Mumega. Mimi siku hizi, Your Excellency, nafanya siasa mbili tu. Nafanya moja ya mbinguni. Hiyo ingine ni ya mbegu. Nogamirire mbegu. I want to thank the President and you for allowing me to serve in making sure that this country is food secure and making sure that we can even export food. So ndirasunga mbego, njeterere mubube mbiringi, njoke nitakuwa kiwanja. Asante sana. Aya, naomba tusalimiwe na mheshimiwa wa Mukurweini John Kagushia. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President, our Second Lady, Her Excellency Pastor Dorcas, our Presiding Bishop, Bishop Okinda, and the council members, na kanitha witu wa PEFA, Mwathani agoshwo. Mwathani agoshwo rege. Siku ya leo nina furaha sana kuwa hapa. Ninajivunia kuwa mwana PEFA. Na nashukuru sana kwa sababu ya mwaliko wa kuja kushirikiana pamoja nasi katika consecration. Na ningependa kusema congratulations to our Bishop Karemi and also all the other consecratees who are here today. Nawaambia hongera, heko, na Mungu awape nguvu ya kumtumikia katika kanisa lake. Nimeshukuru sana kwa sababu ya ile ibada ambayo tumepata leo kutoka kwa our Bishop Munyeri. Leo mahubiri yako yametueleza mengi na yameweza kututia nguvu. Bishop umesema ya kwamba, na by the way, our Presiding Bishop, our Excellency Deputy President, ninajivunia kwa sababu ukiangalia wale mabishop ambao wanaongoza hapa, they are my voters, ni wa Mukurweini. Huyu Bishop wetu Munyeri, hata kama achaguani Mukurweini, ni wangu kabisa kutoka pale Ngamwa. Bishop Kabono pia, na yeye pia ni wangu Mukurweini, ndiye bishop wangu pale Mukurweini. Kwa hivyo Bishop, our Presiding Bishop, wale watu unafanya kazi nao, they are my people. Na ninashukuru Mungu sana. Na ndio maana ukiangalia mimi huwa sitoki kwa njia, ninakaa tu kwa njia kila wakati. Na ningependa kusema yale ambao umetuhubiria Bishop, umesema ya kwamba tusikue watu wa kulia kila wakati. Tusikue watu wa kufanya complaints. Ukiangalia hili kanisa letu, pale awali tulikuwa pale ile mtindo ya kulia. Tulikuwa mtindo ya kucomplain. Tunasema kanisa letu linafinyiliwa. Tunasema kanisa letu hatuonekani. Kanisa letu tuko chini. Lakini ukiangalia tangu wakati tulipoamka na tukasimamia haki yetu, tukaacha kulia na tukachukua nafasi yetu, utaona ya kwamba kanisa letu limeweza kuendelea. Siku ya leo kanisa letu liko na wajumbe. Siku ya leo tuko na Deputy President ako hapa katika kanisa letu. Kwa sababu tulienuka, tuliacha kulialia, na sasa tumechukua haki yetu na tumechukua msimamo na tumekalia kiti sawa sawa. Katika hii Kenya hata ukiangalia NCCK, tuko hapo. Kuna siku ambao tumeongoza kama hili kanisa. Mimi nataka kuwaambia mmekuwa consecrated leo, tafadhali msikue watu timid. Mkuwe na self esteem, mkuwe strong, mkijua kwamba Mungu amewaongoza na mtaweza kuendelea vizuri. Hapa Mwea mimi nashukuru kwa sababu ninajivunia hii area sana. Unajua on the 5th of June 2010, Bishop Munai, our bishop in Nairobi, alinishikanisha na msichana anaitwa Susan ambaye ametoka hapa Mwea. Na mimi nataka kuwaambia kama kuna decision ambayo nimefanya katika maisha yangu ambayo ni mzuri, ni kuchukua msichana hapa Mwea. Yule msichana mkakamavu, mwenye bidii, mwenye upendo,
na ambaye amenipanga nikakaa sawa sawa. Mimi wamama wote wa hapa Mwea na wavulia kofia. Nyinyi ni wazuri. Ningependa kusema kama huko hapa wewe kijana na hujajipanga vizuri, hapa Mwea ni pazuri. Na hawa wasichana wa Mwea wakitoka nyumbani, wakikuja kwako wamekuja kwako. Si wale wengine unajua wanakuanga wanayuba, wakikuja wamefika. Na hiyo ni jambo ambalo mimi najivunia sana. Your Excellency, the Deputy President, tunajivunia pia kazi yako. You are our leader, we respect you, we honor you. Na nataka kuambia kwamba tuko nyuma yako na tunakushikilia. Na mimi ningependa kusema pia wa presiding bishop, pahali popote ambapo mnanihitaji kama kanisa, mnajua kwamba niko kushirikiana pamoja nanyi. Naona hapa Mheshimiwa Njeria na niambia niharakishe, lakini sasa nitakaaje kabla niseme tunafanya na wewe kwa committee. You are one of my best friends in the National Assembly, kwa sababu kila siku tukifanya committee tuko na yeye. Ni wakili kama mimi. Siku ingine nimefanya education day, tunaita mathomo kihinyo mukuru-ini. She came and supported me also. Kwa hivyo huyu ni msichana mzuri na mkakamavu pia. Mungu awabariki na wapenda sana. Asanteni. Naomba niite Senator Miracle, Senator wa kule Kiambu, Senator Karongo wa Dhang'wa. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, pamoja na Pastor Dorcas, mabishop wote na washirika wa kanisa hili, hamjambo. Yangu ni mafupi. Mimi naitwa Karongo wa Dhang'wa, Senator wa Kiambu, kusema congratulations kwa Bishop Karemi. Na hapa tumehubiriwa sana leo, na ile naenda nayo nyumbani, tuache kuwa watu negative, tukue watu wa kuinuana, si ndio? Tuache kuwa nini? Na nakumbuka nikipatiana hii story hapa, kuna siku moja tumekuja na huyu Bahati hapa Mwea, na tukapatiwa chakula mchele na sukuma wiki. Na kama tunakula hiyo mchele na sukuma wiki, Bahati akachukua picha na hiyo sahani yake akikula, na mimi nikachukua picha na hiyo sahani yangu nikikula. Sote tukaweka kwa Facebook, yeye akaweka kwa Facebook yake na mimi nikaweka kwa yangu. Kila mtu akaandika hapo mchele tamu. Tukakaa baada ya dakika 10 tukasema tusome comments. Comments za Bahati zilikuwa zinasema, wow, hiyo ni mchele tamu. Najua Diana amekupikia. Siku ingine nishike kama hiyo sahani. Tukasema tusome kwangu. Ya kwanza Bishop ilikuwa inasema, wewe tulikuchagua ukakule. Ya pili ikasema, Bishop, hivyo unafungua mdomo kama ni unafunguanga bunge tungekuwa mbele. Mimi nawaomba, nyinyi ndio mlituchagua, muendelee kutushikilia sisi viongozi. Sababu hata kako kama mchele nasema, sasa mchele ya sukuma ndio unalitukania. Na kama ingekuwa na nyama. Kwa hivyo yangu ni kusema tuache kuwa watu negative, tuwe watu wa kushikilia wale ambao tulichagua. Si mambo ni hayo, ndio tuendeleze Kenya yetu mbele. Ya mwisho, kana koge karumagirira fafao na mami wao. Githitiguo nikio ndego kukiruguya numirire rigiji tono wa mutongoria witu thini wa Mount Kenya. Sindio? Todo hau noho wiguaga ciugo kerwo haria indo cia Kenya iri, haria taitu iri, haria maundu mari, nigetha ngirwirira andu a Kenya na muno makiria ma county twakorwo tukimenya ura kurathie na mbere. Githitiguo. Kwa hivyo sisi tunakushikilia bwana Rigiji na usitishwe. Na nilifurahi sana kukuona the other day sema ama rais akitangaza majina ya mawaziri. Na mimi nashukuru sababu sote tuko pamoja. Na sasa ni jukumu ya wabunge. Wakipitisha yeyote yule waziri, wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi, msitake tuende maneno ya reject finance bill. Msiseme tuseme reject sijui what. Wakisema reject hiyo muna reject. Si ndio? Wakisema waziri huyo reject, wewe una reject na tunasonga mbele. Wakenya ni 50 million. Huyo akirejectiwa tunaleta mwingine. Huyo akirejectiwa tunaleta mwingine. Mpaka tulete yule wa mwisho ambaye nyinyi wote mtakubali. Ginyie hau. Si hapo ndio tuko. Kwa hivyo, lakini wale ambao wamerudishwa, labda wametoka eneo hili, sisi tuwaombee
sababu sikusikia mtu akisema Kindiki must go, sikusikia mtu akisema Alice Wahome must go, sikusikia nikisikia mwingine akisema sijui Miano must go, sikusikia hiyo. Nilikuwa nimesikia moja tu hapo, na yote tumetulia, Kenya yetu inaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kufika hapa. Your Excellency, nitasema mawili tu machache. Wa mbere ni gucokeria ngatho ni kurugama na kirima na gwitikira gucokaniriria kirima getha ithuothe tukorwo na mwerekero umwe. Wa keri ni congratulate aria othe mamura muthi na ndimereta kanitha. Muthungu augire the church is the conscience of the people. Kanitha niguo thamiri andu na kuria guothe mugukorwo mugitungata muririkanage oguo mukiariria andu aitu mukimahunjirio Sunday ni undu thabari no ya matuini tukigera ona guku thi no nginya turore uramati wa uria maundu marathie na mbere. Koguo turirikanage ati ni wega na gutire muthenya tukathutukania kanitha na siasa. Ni undu na tugithiaga matuini ma utongoria na siasa guku thi no nginya marorwo. Undu ungi ngwenda kuga Your Excellency, kwena ivuku ria Luka chapter 12 verse 47 na 48 yugete ati a servant na tongoria mathuragwo marutire wira wa Wanjiku. Koguo ithue tukoragwo servants a Wanjiku. Angikaga guthikiriria uria master wake aramwira kana munene wake na munene wa mutongoria ni Wanjiku, ucio ni aritwiro kuhuro ivoko. Nake uria ukaga gwiciria kana kumenya uria master wake aramwira kana uria Wanjiku aramwira, onake ni aritwiro kuhuro ivoko no ni ivoko nina nini gukira cioria woy uria agirirwo gwika na akaga gwika. Na nikio ndiraugire ta murugamiriri wa atumia no nginya thikiririe muingi no uria murinjiraga mauga tuthie left gaceri niguo ndirikaga, mauga tuthie right niguo ndirikaga. Na hindi iria muranjirire na ndirathiuruka ndiraigua mugambo wanyu wigie ndereti ya finance bill, ndirauga nie ngurugama na Wanjiku wa Kirinyaga County na nguthie gwikia kura iria kurugamirira Wanjiku wa Kirinyaga County. Your Excellency, niseme ya kwamba kila kiongozi hapa ambaye amechaguliwa kutoka gavana, MPs, hata MCAs, wote wamepewa jukumu na kazi na hawa Wanjiku. Na ni maheto kigena o mundu gya kuramata na kurutira Wanjiku wira. Na overseo nirauga atiriri, to whom much is given, much is expected. Uria kaheo kindu kinena nene ona keno guo matanya make maria agirirwo gwika kana kuhingia metereiro makoro manene. Tuko na MCAs wetu hapa. County government last budget walipitisha ya bilioni 6.5, 6.5 billion. Area MP wa hapa ambapo tuliko leo ako na 201 million, milioni magana mere memwe cia kurutira andu wira. Nie ta murugamiriri wa atumia kigina kiria heago njiguaga mheshimiwa Mathenge akiuga kiigano gaceri heago milioni 9 moya yothe cia kumurutira wira. Kwa hivyo kila kiongozi ahakikishe ya kwamba hiyo pesa inasikika huku mashinani. Kila kiongozi ahakikishe ya kwamba Wanjiku anafanyiwa kazi. Your Excellency, nie the last 5 days tukoretwo guko na Senator Kamau Murango na hena handura mutumire nikio atarikuo mothe tumezunguka Mwea na Mwea kwena thina wa barabara. Your Excellency, Your Excellency, angikorwo kwena kundu kurabatara affirmative action in terms of roads, barabara cia Mwea andu ma Mwea nimekwenda maroro na ritho riatha. Your Excellency, andu a Mwea marimaga mucere dinoho ni imathukiirie na gutire kindu kingi marimaga. Your Excellency, koguo mathukirio mucere wao gutire na handu hangi mangethie methe kanyamu. Your Excellency, uhoro wa mbea. Your Excellency, fertilizer iria marahuthira kurima thaici etire kuo
macio nĩ maũndũ marĩa twagĩrĩirwo tuhakikishe atĩ andũ aya aitũ ta Wanjikũ nĩ ũndũ twamerire pesa mfukoni nĩ tũramakinyeria nĩ tũramekĩra. Your Excellency, mimi niseme nikiwa hapa Kirinyaga kama kiongozi, mimi nitakuwa nyuma yako 100%. Gutire handu Your Excellency ugathie kana uke uko Kirinyaga County wage gaceri. Ono ukikanjira na rocio nendiroka Kirinyaga, I will be there because we have to support you as the leader of Mount Kenya. No nginya tukoro thutha waku Your Excellency. Niondo tungiaga gukoro thutha waku ne twakwahingithia hinya. And the only power you have is from these people. Andu aya meguku na ithuĩ ta atongoria hĩndĩ ĩrĩa twaga gũkorwo harĩa ũronekana ni kuonania atĩ ona andu aya ni turamagira gĩtĩo Your Excellency. Kwa hivyo niseme ya kwamba kila kiongozi, na nishukuru hawa MCAs ambao wamefika, manake I wrote a personal message, ndĩrandĩkĩire message MCA wothe wa Kirinyaga County, viongozi wote MPs ni marahorirwo thimũ, mundu rare na apology no Senator Kamau wa Mũrango ni mahitia muno. Deputy President aumete gĩtarũ gitu kia Mount Kenya agoka Mwea na area MP ndarĩ kuo, atongoria arĩa angĩ matirĩ kuo na matiheanĩte apology. Kwa hivyo niwaambie waende wajisikize kidogo, mundu athuthurie. Nĩũndũ haha niho tugaga atĩ no nginya twambe tunyite mundu wa muciĩ mbaru, na tugaga wambe utherie gwaku ugithie gutheria kuria kungi. Asanteni sana, na mimi sasa na waomba kwa heshima tusimame kwa shangwe na nderemo. We welcome His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Asante, tafadhali tuketi. Presiding Bishop wetu wa PEFA Dr. John Okida, Bishop wetu mpya Bishop Samuel Karemi na mke wako, our newly ordained ministers of PEFA, viongozi wetu wakiongozwa na Gacheri na wale wajumbe wamefika na MCAs, Wakristo, wakaaji wa Mwea, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩre, Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Bishop wetu Samuel Karemi, nimefika hapa kusema pongezi. Congratulations. Nataka kusema pongezi for your installation and consecration as the regional bishop for Kirinyaga, na tumekuja kuwa washuhuda na Wakristo wengine. Na mimi kasema lazima nifike kwa sababu one, kanisa la Pema ni marafiki zetu. Ya pili, watu ya Kirinyaga ni marafiki zangu. I spent my earlier life hapa Kirinyaga, nilisoma hapa Kirinyaga High School kutoka form 1 mpaka form 6. Alafu nikakuwa DO wa Gichogo hapo mwaka 3. Ukijumuisha nimekaa hapa mwaka 9 katika Kirinyaga. Kwa hiyo ndaigwa kwino ndo Kirinyaga jurai ya kulekia ri joke. Na watu ya Kirinyaga, mimi nataka kutoa shukrani sana vile mlituchagua mkatupatia nafasi ya uongozi. Na ugane thank you. Amukira igatho ciako. Kwa hivyo Bishop wetu, I have seen umepewa interim certificate ya mwaka moja ujenge cathedral. Dhidi yake ona. Dhidi yake igua. Wa maithoti wake. Na mundu mugi ndari mihere yake. Mwikuo ka mutire kuo. No murake menyola guikarite ka mutikiwe. No ngumenya ne ati akati guo. No ngumenya tondu abari ndithiagwo ni mundu ki. Ningi muri andu aitu na kanithone witu. Uguo we bishop rukamake. Tugucarania twarie. Tukiwa hapa Kirinyaga niseme mambo ya Mwea tunajua zile shida ziko. Mambo ya snails na panya imesumbua kulima sana. Sana. Na tunaona haya sana.
na PS wetu wa agriculture alikuwa hapa, Engineer Rono, na nitaenda kumwambia warudi tena na timu yake ya wataalamu. Lazima tutafute suluhisho ya hizi snails and the rats ambaye inasumbua wakulima wa Mwea wa mchele. Number 2, tulilete bolea. Serikali yetu ilipunguza bolea kutoka 7,500 mpaka 2,500. Tunasaidia wakulima wa majani chai, wa kahawa, wa mahindi, wa kila kitu. Lakini wakulima wa mchele hawajasaidika vile inatakikana. Kwa hivyo hiyo, nikirudi Nairobi siku ya Jumatatu nitafanya mpango ndio pia nyinyi muweze kupata ile bolea ya 2,500 tuweze kusaidia wakulima hapa Mwea. Again, mumesema mambo ya barabara hapa ndani kwa mchele, kwa hii scheme ya Mwea irrigation scheme. Ni kweli iko matatizo, sio hapa Dhiva peke yake, katika the whole scheme. Na jana nimeongea na Engineer Mwasia ambaye ndio CEO wa Irrigation Authority, na tutakuwa na mkutano hivi karibuni tukipata waziri mpya wa kilimo, akishapitia bunge apishwe, tutakuwa tukiketi chini na pia na watu wetu wa barabara tukitafuta suluhisho la kudumu katika area hii ya Mwea. Again, ningetaka niseme vile mhubiri wa leo amesema, let us not be negative throughout. In the midst of all the challenges, there are few good things serikali imefanya. Si ni kweli? Tukiangalia mambo ya walimu, tumeajiri 56,000 teachers in 1 year, kitu ambaye haijafanyika katika Jamhuri ya Kenya kwa muda mrefu sana. As we talk now, shule zote zimepata walimu, hata JSS, na tunaendelea. Again, tulipoingia tulikuta mambo ya CBC ilikuwa imeleta matatizo. Rais wetu akaweka Presidential Working Party on Educational Reforms, tukasikiza kila mtu. Ndio tukatoa mapendekezo, JSS ikae kwa primary school, na hiyo marekebisho inaendelea pole pole na mambo ya masomo itakuja kusimama. Again, hapa katika kaunti ya Kirinyaga kuna barabara ambazo zilikuwa zimeanzishwa zikaenda chini kidogo kwa sababu ya kukosa kulipa makontrakta. Tunapoongea tumefanya ukarabati, tumefanya mipango ya kwamba tutapata pesa ya kumaliza zile barabara zote ambaye zilikuwa zimeanzishwa ndio ziweze kusaidia watu ya Kirinyaga na watu wa eneo hili. Kwa hivyo hayo mambo tutaendelea tukisukuma pole pole. Tulipata wakati mgumu kwa matatizo ya kiuchumi, lakini serikali yetu tukufu inajaribu kurekebisha hapa na pale tukiendelea. Mambo ya kahawa, serikali yetu ilitangaza 6.9 billion ya kusaidia wakulima ya kahawa wale walikuwa na madeni. Na tunataka mpango kabambe ya kwamba wale officials ya societies tukilipa hii madeni kama serikali hawatachukua madeni zingine. Na pia tunafanya marekebisho ya katiba ya sheria ya vyama vya ushirika ndio tuweke uongozi bora katika vyama hizo. Nimeona pale Kibiregwe kumekuwa na shida ya kwamba watu wameuza kahawa, lakini wale officials wameanza kuweka njia za mkato na kunyanyasa wakulima mpaka wakulima wanatoka kwa barabara kufunga highway. Siku ya Jumatatu hawa viongozi wakiongozwa na Gacheri watakuja waketi chini na commissioner wetu wa vyama vya ushirika ndio tutafute suluhisho, na mimi mwenyewe nitafuatilia kwa sababu nasimamia mambo ya kahawa. Ndio tuweke pia special general meeting ndio tunyoroshe mambo ya uongozi wa hiyo society ya Kibiregwe vile tumefanya ile ya Mutira. Kwa hivyo hii ni mambo tutaendelea kufanya na tutaendelea kulainisha maneno ikae sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Mimi nitaka tu kuambia vile Gacheri amesema, viongozi kujeni ground msikize wananchi wanasema nini. Pana kaa Nairobi unajifanya unajua, kuja hapa, si ndio? Na viongozi mkae karibu na wananchi. Wewe kama hapana iko pahali wananchi wako, wewe uko wapi? Si wewe ni mtu ya kuandikwa? Matajiri ya kuandika wewe si ni hao wananchi? Nataka kuambia viongozi wetu mkae karibu na wananchi na muwasikize na muheshimu maono yao. Mkisikia wakisema hii barabara hapana, wachana naye. Kila mtu asikize tajiri yake. Mimi ninajua tajiri yangu ni nani.
Tajiri yangu ni hawa watu hawa. Na mimi ndio nasikiaga nikisema wacha tusikize crowd vile nasema. Na mimi nataka niseme huyu Gacheri gaka kaire tu gaka mukarore wega. Gaka ne gathika kirio andu marauga. Katiguo. Na gatiumaga mashinani. An honorable Jane Njeri, let me commend you. Wewe endelea kukaa na hiyo wananchi. Kuja bunge Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday uko hapa, Saturday, Sunday, Monday. Kuja Nairobi Tuesday, Wednesday, Thursday, urudi hapa. Na ndio mimi naona unapelekana na watu kwa sababu ukikaa ground huwezi potea. Tondu ugikarania na andu ni urigwa wale marekate. Kaide tugakane mu kanyitirira. Na gaka ne kega gatingeendia ruriri gaka. Kuri angi mecira yohoro wa ndacia. Kuri angi mahagagira nda ciao. Korwo twina njamba twina cio cia ruriri. Ne kaide tugaka. Ono ko kanyihite gatire nyama ingihura mukuha. Ne kega. Ha gatagati ka maturi esa. Na niho muno haha. Mutigakora kiuga. Tondu ni turenda atongoria meciragia uhoro wa nyumba ino itu. Katiguo. Na andu matangireka andu mahatiririo. Na andu cira wa nyumba ino itu ugicirwo mundu rikoragwo ri mwena wa andu aitu. Na ningwenda njokerie Senator Murango ngatho muno nake. Onake ni njamba itu ya ruriri. Ni aikaraga hakuhi na andu. Aikara hakuhi na andu akamathikiriria uria marauga. Koguo ithuĩ kahinda karĩa karĩkinya nĩ tũrĩaria tũgoka tũgakĩmwĩra andũ amwe atwarora rĩ ng'ania rĩ ũcio rĩ abai mũtige katiguo ũyũ rĩ nĩwehokerwo rũrĩ kamũtigĩra ngamwĩra kahinda gakinya no ndĩrarora ndĩraikia ndarumeni ũguo ngarora mũndũ ngamwĩkĩra kabirũ ngamũgariũra ngarora nĩndĩmũkundia ũhoro kahinda gakinya. Katiguo murienda ni tone ni njikaraga na andu aya ngetha ngamathikiriria uria maracira ngamenya ndeto citu cie metha-ini ri we uyu no tukwihoke we ri no urugame na muingi biu kana ureciria uhoro wa nda yaku maundu macio ni tukwenda kurora muno tugithii hara turorete nigetha tugie na atongoria piu twina hakika ati mundu ucio ndagatiganĩria andu aria mamuhete wira na nĩ arĩikaraga akĩaragia nao na akĩmacaragira akĩmenyaga ũrĩa marenda nĩgetha maũndũ maitũ mathiĩ wega na njĩra ĩrĩa tũrenda. Ũguo andũ amwe ya niĩ nĩ ndakena muno. Na Bishop Waihenya umesema uko na sherehe ya kanisa, unasema ati barua iandikwe. Hakuna haja barua. Wewe ni bishop, wewe ni mzee wetu, hiyo ni amri, si ndio? Ama iko haja barua? Hilo utaniambia ni saa ngapi tu unatutaka. Tutakuwa hapo na mke wangu. Sababu si huyu ni askofu, ni mzee wetu. Sasa mzee akishaongea iko mambo ingine. Sisi ni watu wanyenyekevu, sisi ni watumishi. Sio tuwe tugata cia muingi. Bishop alikuwa alia na muthuri wa miaka uri. Kuri uruge wako uria ati marua. Riu uyu muthuri wothe muri anyandikire marua. Riu nie na ndi mundu oguo munini ndati ndangĩandĩkĩrwo marua make. Ithe muthuri ndaririe aria kuri undu ungi hata hii Gen Z pia sisi tunaheshimu nyinyi, ile mnasema tunasikiza na mumeongea Gen Z na tumesikiza nyinyi, na mimi nakubaliana na presiding bishop. Tafadhali Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu, wezi wanaanza kuiba mali ya watu, si ndio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with the criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more. Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile itaendelea, so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage, to loot property,
to damage property, to cause mayhem. It is not right. Nikimalizia, County Commissioner and your team, I want to thank you for the wall on alcohol. Tuendelee. President aliongea tukiwa pale Nyandarua, the instructions are clear. That war must continue. Please sit down. Tuthie na mbere na kuhura na njohi ibango. Yeah? Tuthie na mbere. Hey, njohi one na tutwarite uru. Katiguo. Turari hakuhe gute ciana citu. Imwana citu irakomaga metaro. Ukona kimwana kiega kina hinya. Kiikitie kairetu gathaka, kiorire njohi-ini. Muiretu akomete gitanda, kimwana gĩakoma rungu. Ucio ni ũrimũ kati ũrimũ. Ni ũrimũ kati ũrimũ. No kuma rĩu njohi ĩno yathira twamĩthondeka rĩ ũkona anake nĩ methambire nĩ atheru nĩ ega. Na inyuĩ ahiki aitũ anake aya magĩthamba magĩcoka rĩ mũkĩmathiathiĩre. Katiguo. Yes, mũmamũkĩre. So the war on illicit alcohol that the president asked me to lead is on. And every county commissioner and his security team, if you don't do what is supposed to be done, we'll hold you accountable. Na mtu akikwambia ati hii vita imesimama na simu, umwambie hapana, andika barua. Mambo ya orders from above iliisha. Tunataka kama wewe unataka kubadilisha ile sheria tumesikizana, weka barua, weka muhuri, iweke kwa file. Ionekane aliyesimamisha vita dhidi ya pombe haramu na bangi ni nani. Lakini simu tu akupigie simu, oh mimi ni mheshimiwa fulani, oh sijui tumeongea na waziri, amesema basi funguliwe. Don't listen to that kind of nonsense. Hiyo ni vitu ambaye hawezi kubalika katika hii Kenya tuko naye. The president and I are clear ya kwamba hii vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya lazima iendelee, ndio tuchunge watoto wetu na tuwatayarishe kesho yao. Hau ni homori andu amoya. Tuthie na mbere. Tutigacoke na thutha. Na mundu wothe ungigeria ucokia njohi njuragani, ucio ni thu itu. Na ndimere mundu wothe ungiciria njohi onu ecoke urage ciana citu, onawe ciana ciaku itikona thayo. Turari haria ka Ngai turathika andu 23. 23 people. Iringa rimwe itura rimwe. Twari hau na nyina Gachagua, twari hau na Gacheri, twari hau na Murango. Mĩciĩ 23 mbĩrĩra cikarĩte hau. Ati gucoke gutuĩke ati mundu nwe ciria ati njohi onu ecoke guku. Nigetha yuke urage ciana citu. Na we ni uteti wina guo tari na kuri uri wa mbeca 8. Ati njohi ecoke. Ati ciana citu ithire. Ati niguo nyumba yitu ikorwo itari na hinya. Ati niguo tunyihanyihe. Turamuonera itini inyue. Turamuonera ki? Neo nie gwitũ kwĩmbĩrĩra igĩrĩ ciaria maitũ cia njohi. Kĩaria njaragia ndĩ na ruo rũingĩ mũno ngoro-inĩ yakwa. Nyina Gachagua ũyũ kwao kwĩmbĩrĩra ya njohi. Gũtirĩ mũciĩ ũtarĩ thĩna. Nĩ ũhoro wa ma. Koguo mũndũ ndagatwĩre atĩ mbara ĩyo atĩ nĩwe tiganwo nayo. Tũkũhũrana na njohi njũragani na factory iria irarugaga njohi iyo irahingũrĩirwo nĩ tũraugire ihingwo. Tutikwenda andu makũruga thumu gũka kwenderia andu aitu na tutingĩmetĩkĩria na gũtirĩ hĩndĩ tũgetĩkĩra. Koguo niĩ njuge andu amwe athengio mũno, nĩ ndacokia ngatho. Nĩ mũkwenda kuona kairĩtu karĩa kandugagĩra? Nĩ mũkoĩ? Ũka. Etagwo Wanjikũ. Rĩrĩa ndamũcaria ndamona raia Cikũ. Aingĩra box ngĩtigana na Cikũ ngĩmwĩta Wanjikũ. Kana toguo gũthiaga? Akananio Cikũ aingĩra box ũgatigana na ũhoro wake. Na ithuĩ mũtikĩũĩ nĩ pastor. Nĩ mũkwenda mũgeithie ndagĩka ĩmwe? Salimia. Bwana asifiwe. Our Deputy President,
our presiding bishop and the entire leadership of PEFA churches of Kenya, and our newly bishop-elect, Bishop Karemi, and your spouse and your deputy. We want to congratulate you today. May God guide you, may God give you strength, and may God give you the territory. And the ones who are our reverends today, you are very important in governance of the church, because nyinyi ndio wale wako huko mashinani, kule kwa village, and you talk to the people. We say is that the church and the government, we serve the same people. We serve the men and the women, and we also pass on the roads they have talked about. We are also the farmers, and therefore, as our bishop has given the word, that you have been given that ordination, not for the name's sake, not for status, but for service. To be able to stand up for your people and speak the truth. Be courageous. That's what we have been told. Obey diligently the word of God and preach it as it is without diluting it. Be firm and stand for the Church of Jesus Christ. I always say I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, because it is the one that gives salvation, and it is the one that changes and transforms life. When we speak about this alcohol and drug abuse, you must be in the front line. You cannot go and watch our children and our generation destroyed when we are everywhere in this Kenya. And that's why we have been asking the church, our presiding bishop, and I'm very thankful to the PEFA churches. They have opened the doors to these young people, the ones who are lost. Let them come there. Feed them with the word of God. Feed them with the bread of life, and also the physical bread. Clothe them, clean them, and you will have a good church. Because those young people you see out there, they are our children, are they not? They are the congregation of the future, and therefore we must teach them the right thing courageously, diligently, and congratulations to all. Thank you very much. Asanteni sana. Askofu mkuu, sisi tunataka kuomba ruhusa kwa sababu tuko na mkutano Nairobi. Maybe Rose tukiambiwa tupeane zawadi kwa askofu ndio tupewe nafasi tuweze kukimbia kwa sababu tunangojewa Nairobi. What do we do? Karibu sana askofu ili uweze kupokea zawadi kutoka kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais.